Ujambo mpenzi mtazamaji, na karibu katika kipindi chetu cha neno la neema. Kwa majina yangu ni Bishop Michael Wanderi kutoka kanisa la Christian Foundation Fellowship hapa mjini Kiambu. Ninakuletea hili neno ambalo ni la kupanua maisha yako. Ninakuletea hili neno ambalo lina uwezo wa kukuinua. Ninakuletea hili neno ambalo linaweza likafanya familia yako ikaweze kubarikiwa. Ukumbuke ya kwamba imeandikwa, kila neno ambalo limetoka kinywani cha Bwana aliwezi likamrudia bure, lazima litimize wajibu wake. Ndivyo neno la Bwana linavyosema, ya kwamba kila neno ambalo limetoka kinywani cha Bwana aliwezi likamrudia hivyo tu bure, lazima litimize wajibu wake. Kama hili neno ambalo Mungu amenipatia mwanzo wa mwaka huu ni neno la kuponya maisha yako, basi ninaomba ya kwamba ukapone. Kama hili neno ambalo Mungu ameweka katika moyo wangu kupitia Roho wake Mtakatifu ni neno ambalo litainua familia yako, ninaomba basi familia yako ikaweze kuinua. Ukumbuke pia imeandikwa kwenye kile kitabu cha Jeremiah chapter 1 and verses 12. Neno la Bwana linasema ya kwamba that Jehovah God is watching over his word to perform it. Mungu analitazamia neno lake akaweze kulithibitisha. Hivyo ni kusema ya kwamba kuna uwezekano mwaka huu ambao Mungu ametupatia, mwaka wa baraka, Mungu kutenda neno lake. Kama neno la Mungu limekufikia siku hii ya leo, ninaomba ufungue moyo wako, mawazo yako, because God is watching over his word to perform it. I pray in the mighty name of Jesus that you open your spirit, open your mind, open your life to receive this word. And this is the word of grace upon your life this year 2026. Ninaomba ya kwamba Mungu akakufanikishe. Nataka nikuletee hili neno ambalo limeandikwa kwenye kile kitabu cha Yoeli sura ya 3 na mstari wake wa 14. Kwa sababu katika mwanzo wa mwaka ndio wakati ambao watu wanafanya maamuzi yasiyo ya kawaida katika maisha, maamuzi ambayo itaweza kufanya wa progress in life, waendelee mbele katika maisha, maamuzi ambayo inaweza ikafanya watu wale wakaweze kupanuka, maamuzi ambayo inaweza ikasimamisha jamii. Huo ndio mwanzo wa mwaka. Watu wanahusika kufanya maamuzi, wengine ni maamuzi makubwa, maamuzi ya kibiashara, wengine ni maamuzi ya kisiasa, wengine utakuta ya kwamba ni maamuzi ya kufanya kazi ya Mungu ama kutenda kazi ya Mungu. Ni wakati wa decision making at the beginning of the year. Tunasema ya kwamba it is a season and a time of decision making, sober decisions and godly decisions. Nataka usikie hii. Yoeli akasema akiwa nabii, maana aliangalia watu katika taifa la Israeli kama vile ambavyo ninaliangalia taifa letu la Kenya, na akasema kwenye kile kitabu cha sura ya 3 na mstari wake wa 14, akasema ya kwamba multitude in the valley of decision. Akasema ya kwamba naona halaiki ya watu wengi wako katika bonde la kukata kauli na kufanya maamuzi, lakini hawana ule uwezo, hawana nguvu ya kufanya maamuzi yao. Ningetaka usikie hivi, akasema multitude in the valley of decision. In the book of Joel chapter 3 and verses 14. Na akaangalia, they were helpless people, hopeless people that were not able to make sober decisions, people that were not able to make godly decisions. Na akasema ya kwamba they are in the valley of decision. Na hata siku hii ya leo ninaponena, kuna watu wengi ambao hawana ule uwezo, hawana zile nguvu za kufanya maamuzi. Ukiangalia katika maisha yao, na wengi hata wakijiangalia katika maisha yao, hawaishi na hawachukui hatua kulingana na ile decision wao wamefanya. Wanachukua hatua, wanachukua njia kulingana na uamuzi wa watu wengine. Ninakuombea siku hii ya leo, because your personal decision inaweza ikafanya uprogress in life, inaweza ukainuke katika maisha. Ukichukua decisions za watu wengine concerning your life, at the end of the day unaweza ukaangamia. Familia yako inaweza ikaangamia, maisha yako inaweza ikaangamia. More especially, I want you to listen to this, more especially if you walk with people that are not godly. You see in the book of Proverbs, I want you to get this, Proverbs chapter 13 and from verses 20, neno la Bwana linasema ya kwamba he who walks with fools, yeye ambaye ana associate na wajinga, Biblia inasema ya kwamba atakuwa mujinga, na yule ambaye ana associate na wise people shall at the end of it become wise. And the Bible says the associate of fools shall be destroyed.
I want you to listen to this one, kwa sababu kuna watu ambao wana make decisions ambazo zinawaletea kuangamia kwa sababu wamesikiza watu wengi katika maisha haya. Ninakuombea mwanzo wa mwaka huu katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu tuko katika mapambazuko ya mwaka huu. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo ya kwamba you will be in a position to make personal sober decisions and godly decisions in life. Hatua ile ambayo utakaochukua baada ya kufanya maamuzi, Mungu wa Israeli akaenende pamoja na wewe. Kumbuka pia imeandikwa ya kwamba the Lord will order our steps. That is what the Bible says, that the Lord orders the steps of the righteous. It is my prayer at the beginning of this year that the Almighty God, the creator of heaven and earth, will order your steps, and not only just ordering your steps into nowhere, because the Lord will never order your steps into nowhere. He will order your steps into a place of prosperity, a place of peace, a place of abundance, a place of expansion. In the mighty name of Jesus Christ, I pray today at the beginning of this year, the Lord Almighty God will direct and guide your steps in the mighty name of Jesus, according to the decisions that you are going to make at the beginning of this year, in the mighty name of Jesus Christ. Mungu ameweka hili neno nikaongea pamoja nawe, na nitakuonyesha watu ambao waliofanya maamuzi. Nimeona katika Bible hakuna mtu aliwahubiria kama vile ninakuhubiria. Hapana, walihubiriwa na hali ya maisha. Hali ya maisha iliwahubiria, na wao wenyewe wakafanya kauli, wakakata kauli, wakafanya maamuzi ambao ilibadilisha maisha yao. Na mmoja wa wale ambao waliofanya hivyo ni historia ambao wewe unaielewa zaidi, ilipeanwa na Yesu Kristo kwa Bible. And then Yesu Kristo akapatiana ile fananisho, ile story. Akasema ya kwamba kulikuweko na familia moja na mzee mmoja ambaye alikuwa na 2 sons. Yule ambaye nilikuwa mdogo akaendea babake akamwambia, baba, nataka unipatie ile mali ambayo ugenigawia. Give me my inheritance. Na neno la Bwana inasema baba yake hakuwa na option, akachukua mali yake akamgawia, maana alikuwa na vijana wawili. Remember, this was the youngest son. Akasema, give me the portion that befalls me. Na neno la Bwana linasema ya kwamba mzee akachukua inheritance yake akampea. And the Bible says from that minute, huyu kijana akachukua safari, akaenda into a far off nation, ambao alienda akatumia zile mali yote, akaitumia kwa ukahaba, akaitumia kwa njia ambao haistahili. Huyu kijana akaendelea maisha yake kwenda chini, kwa sababu ule utajiri wote alikuwa amepatiwa, wote ukaisha. Na neno la Bwana inasema ya kwamba in that nation kukawa na famine, kukawa na kiangazi. Hana kitu chochote sasa, kiangazi ndio hii. The Bible says akatafuta kazi, akaajiriwa kulisha nguruwe. Wakati aliajiriwa kulisha nguruwe, akakuta hana chakula ya kujishibisha. Ndiposa neno la Bwana linasema ya kwamba mahali pale akatamani kujishibisha, kukula makapi ambao nguruwe zilikuwa zinakula. Lakini at that very point in life, mahali ambapo hakuna mhubiri kama mimi ama nabii kama mimi ametumwa kwako, yeye kijana yule akiwa peke yake, tunamuita the prodigal son or the lost son. Wakati alikaa tu mahali pale, akafanya uamuzi akiwa peke yake. Biblia inasema ya kwamba and this young man came back to his senses and he said, listen to this, I will wake up and go back to the house of my father. I will. That was a powerful decision. You can make it today in the name of Jesus Christ. You can decide today. You can make a godly decision today. So bad decision. Huyu kijana hakuhubiriwa na mhubiri yote. Thank God, sisi taifa letu la Kenya tuna manabii, tuna maaposto, tuna maaskofu, tuna wahubiri wa kila aina. They can guide us, they can help us in decision making. Huyu kijana, the prodigal son, hakuwa na mhubiri yoyote, hakuwa na rafiki. Thank God you have 60 friends. Igawaje wale ambao ni 60, 55 hawakusaidii kwa maisha. Nataka usikie hii, ule kijana hakuwa na rafiki hata mmoja, amebaki peke yake. Kazi ile anafanya ni kulisha nguruwe. Neno la Bwana inasema ya kwamba akiwa peke yake, kajirudia kwa mawazo yake, akaketi mahali pale, akasema ya kwamba I will wake up. I like and I love this scripture. I will wake up, I will rise. I thank God
because of this scripture. Iliandikwa kwa sababu yangu, iliandikwa kwa sababu yako, na sio kwa sababu ya mambo mengi. Your decision making, your decision making. Imeandikwa tu kwa sababu ya wewe kukata kauli na kupata nafasi ya kufanya maamuzi katika maisha yako. Akasema ya kwamba I will rise, I will wake up, I will rise and go back to my father's house, because in my father's house there is everything that I need. And I will say unto my father, I have sinned before the Almighty God in heaven and before you. Make me as one of your servants and not as one of your sons. Na neno la Bwana linasema vizuri. Kutoka mahali pale aliamua akaendea yule alikuwa amemwajiri, akamwambia, mimi na nguruwe hatuko tena pamoja, mimi na kulisha nguruwe hatuko pamoja tena. Unaweza ukaamua hii kazi ambayo umeifanya miaka yako yote, umefanya kazi miaka 20, biashara umeifanya miaka 15, hata baiskeli haujajinunulia, familia yako inasubuka na hii kazi ambayo unaoifanya, you can make a decision, uondoke katika ile kazi, fanya maamuzi ya kuinuka. Useme ya kwamba mimi kuanzia leo hii kazi ya kulisha nguruwe, hii kazi ambayo nimeifanya for the last 30 years na hakuna kitu ambacho inanipatia, ninainuka, nafanya maamuzi ya kuinuka tena, niingie katika eneo la ufalme wa Mungu, manake mahali pale kuna kila kitu ambacho ninachokihitaji. This is the time, this is the season, at the beginning of this year, this is the time of making sober and godly decision that will make you rise from where you are to the level and to the standard that God expects you to be, in the mighty name of Jesus Christ. Jamii yako inakuangalia, inaona kabisa you become a burden. You become a burden to your family. Umefika mahali ambapo mpaka watoto wako wakikuangalia hivi wanashindwa ya kwamba baba amekuwa mzigo, mama amekuwa mzigo. Unaweza ukafanya decision, maamuzi ya kwamba from today I'll never become a burden to anybody, kwa sababu Mungu amenipatia mikono, amenipatia mawazo, amenipatia kila kitu ambacho niko nacho. Na neno la Bwana linasema namna gani? The wisest man ever lived on earth, and this is Solomon. Alisema ya kwamba kwa wale ambao they are crippled, wale ambao they are disabled or they are abled differently, na wale pia ambao wamesoma na wale ambao hawajasoma, all of them, they have an equal opportunity before the Almighty God. Hakuna mtu yeyote ambaye anaweza akapatiana excuse ya kwamba mimi sisikiangi, mimi sionangi, mimi sina mguu, mimi sina mkono. Hapana. Biblia inasema ya kwamba we have, all of us, we have an equal opportunity before the Almighty God. Kuna wengine ambao unaweza ukasema ya kwamba mimi si kusoma na huyu mwingine alisoma. Hapana. Biblia inasema ya kwamba we have an equal opportunity before the Almighty God. Make a decision to rise today. Make a decision in the name of Jesus Christ to rise today. It is a time, it is a season of making decision. You can make that personal decision. Ambayo huyu kijana, the prodigal son, anasema ya kwamba I, not we, I will rise. I will rise, not we shall rise. No, I will rise. Mimi mwenyewe nimefanya maamuzi. Kijana amefanya maamuzi. Kutoka hapo ameamka, ameshukua safari ya kuenda nyumbani kwake. Kwao Biblia inasema ya kwamba baba yake alimuona at a far off, distance, akamkibiria, akamhug, akamshukua. Biblia inasema ya kwamba akamfanyia karamu, alafu akamweka pete isiyo ya kawaida. Mavazi yale yote yalikuwa nayo ikavuliwa. Biblia inasema ya kwamba akawekwa that honorary robe, ndio alivalishwa. Akawekwa kofia mahali pale, akawekwa viatu. Watu wakakuja wakaona huyu mtu ameshijiwa. Nataka nikuambie, there is a place ambao Mungu ameweka for your celebration, where you can be respected, where you can be honored, where people can receive you. Nataka uondoke sasa katika maeneo ambayo umekuwa for the longest time in life na haujafaulu mahali pale. Labda watu wamekufunga mahali pale. You've been walking and doing things out of other people's opinion. But today, I'm challenging you, my brother. I'm challenging you in the name of Jesus Christ, my sister. Wake up and make your personal decision. Huyu kijana aliamua na akasema, I want everybody that is listening to me this morning, I want you to declare and say, I will rise and go back to my father's kingdom, because everything that I need, everything that pertains to my life is in his kingdom. I will rise. Say it again.
I will rise. Say it again. I will rise in the name of Jesus Christ. That kind of a declaration will change your life. Itabadilisha maisha yako. Wewe mama umeamka na umenitazama leo, nimetumwa na Mungu kama nabii wako. Nikuambie inuka. Kwa wakati mrefu watu wame reject maisha yako mama. Watu wamekuangalia chini. They have been looking down upon you. Wamekuangalia chini hivi. Wengine wamekukanyanga, wengine wamekuaibisha. Wengine wamekuita all sorts of names. Lakini unaweza ukaamua personal, making your personal decision. Unaweza ukaamka, unaweza ukasema ya kwamba I will rise. This thing is written, or the whole story is written in the book of Luke chapter 15, and from verses 1 all the way to verses 18. And verses 18 is when this young man made his personal decision. I will rise. I will rise. I want you to keep on saying, I will rise. This is at the beginning of this year, 2026. I will rise. I will rise. I will rise. Labda umefutwa kazi. Umefika kiwango umefutwa kazi. Na umeenda mahali unaona kwamba hakuna mtu anataka kuassociate na wewe. Anza kusema kutoka dakika hii, I will rise. I will rise. Labda umelima mashamba. Hakuna kitu hata kimoja ambacho unavuna mahali pale. Kwa miaka na miaka. Anza kusema kuanzia leo, I will rise again. I will rise again. Labda ninaongea na mtu ambaye alikuwa tajiri sana na vitu zako zote zililetwa chini. Umekuwa sasa maskini, na ambaye maskini ambaye anatafuta hata mahali pa kuishi ama mahali pa kukaa. I want you to declare and say, I will rise. I will rise. This is making your personal decision. Don't wait even for your pastor or even for your bishop or even for your apostle or prophet to make that decision for you. You can make it for yourself in the name of Jesus Christ. Na hata kama umejazwa Roho Mtakatifu, I want you to use today, I want you to use your 5 common sense that are controlled by the Holy Spirit and make sober decision and godly decision in the mighty name of Jesus by declaring, I will rise. And by the way, when you are filled of the Holy Spirit does not come. He does not come to replace your mind. No, he comes to sharpen your discernment. He comes to sharpen your senses so that you can make sober decision and godly decision in the mighty name of Jesus Christ. Naombea kila mtu ambaye umenitazama. Baba, katika jina la Yesu Kristo, naombea kila mtu ambaye amenitazama na kusikiza sauti yangu siku hii ya leo, that Lord Almighty God, you will help each one of us in the name of Jesus Christ to make sober decision so that we can rise again in the mighty name of Jesus, in our spiritual life, in our finances, in our family life, in the mighty name of Jesus Christ, in our career, in our businesses, in the mighty name of Jesus Christ. Help these people. Help us, dear Lord Almighty God, to rise again and shine in the mighty name of Jesus Christ, to make sober decisions in the name of Jesus Christ. I speak a special blessing. May you make progress in the name of Jesus Christ from today henceforth. May God do it according to your decision today in the mighty name of Jesus Christ. If you have decided to rise, you shall rise in the name of Jesus Christ. If you have decided to make progress, you will make progress in the name of Jesus Christ. God bless you. Neema ya Bwana ikawe juu ya maisha yako. Nataka watu wajitolee sadaka zao. Unaweza ukaamua kujitolea a sacrifice at the beginning of this year. Unaweza ukaamua, ili neno ambalo nimelisikia, I'm running with it. Mimi nakimbia naye. Ninajitolea sacrifice yangu. Ninajitolea fungu langu la 10. Ninajitolea pesa yangu kwa ajili ya watoto wangu, kwa ajili ya biashara yangu, kwa ajili ya maisha yangu. Ninajitolea sadaka. I want God to change my life. I want God to intervene in my financial life. Nataka Mungu akaigirie maisha yangu ya rohoni. Kuna nambari ambazo nimekuwekea mahali pale. Unaweza ukajitolea sadaka zako. Bora usiseme sadaka zako ni nyingi ama ni kidogo. Omba hiyo shilingi 1 unajitolea. Omba hiyo shilingi 1000 unajitolea. Omba hiyo fungu la 10 unajitolea. Will be accepted. Itakubalika mbele za Bwana na wewe utakubalika vile vile katika jina la Yesu Kristo. Basi zile namba ambao tunatumia, M-Pesa namba 0721643538. I repeat again, 0721643538. Till number buy goods and services 55979. Nairudia tena, till number ama buy goods and services 559
59:79. Mungu akakubariki. Wengine nitawaombea kwa majina yao, maana lazima nione mahali pale matoleo yako. Jitolee. You can make a decision to rise financially by paying your 10%, by giving your offerings, by supporting this program. You can decide. Yes, mimi nitakaa hapa, nitakuhubiria hili neno na Mungu akaweze kuwabariki. Ninawafundisha maana Mungu ameniamsha mwaka huu, amenipatia nafasi wakati huu nikufundishe juu ya maamuzi. Watu wote ambao unaona wameinuka katika dunia hii, watu wote ambao unaona wanaishi katika ushindi, wanaishi katika neema, walifanya maamuzi katika maisha yao. Kuna mama ambaye ninampenda sana, na leo hii ninataka nizingatie ile kukata kauli, kufanya maamuzi, because nimekuonyesha scripture inasema ya kwamba multitude in the valley of decision. Yani wako katika watu wengi, halaiki ya watu wako katika bonde la kukata kauli, la kufanya decision, and they are not able to make sober decisions or godly decisions. That is why many people are going down in life instead of rising. Kuna mama ambaye alikuwa na ugonjwa wa kutokwa na damu, tunamjua vizuri sana. This story is written in the book of Mark chapter 5. Unaweza ukaisoma from verses 25. Nampenda huyu mama sana, ambao Yesu aliongea juu yake, and this was a reality. Na leo hii ninataka niwaambie ya kwamba sikuhubiri, I'm not preaching to you because you are a believer, hapana, or because you are a non-believer. Ninataka nikuangalie, nikuletee neno la Bwana irrespective of your religious background, neno ambalo linaweza likapata kuwe na jia, linaweza likafanya kuwe na jia. Nataka usikie hivi, because this is the word of God and it is tested 7 times. You don't have to test it again. Neno la Bwana linasema ya kwamba Yesu akasema mama huyu alitokwa na damu, alikuwa na ugonjwa. This was a reality. This was a reality. Mama anatokwa na damu for 12 good years. 12 good years. Biblia inasema ya kwamba na akatumia pesa zake nyingi kwa waganga, kwa madaktari. Akatumia pesa nyingi, na sio vibaya kuenda kutafuta mashauri kwa madaktari na kutibiwa, hapana, sio vibaya. Lakini neno la Bwana linatuletea picha ya huyu mama. Biblia inasema ya kwamba akatumia, maana alikuwa mama tajiri, pesa zile zote alikuwa nazo, utajiri wake wote. Na Biblia inasema ya kwamba and her condition, I like verses 26 when it says and her condition continue to worsen. That is what the Bible says. Yani hali yake ya ule ugonjwa na maisha yake ikaendelea kuwa baya zaidi. That is what the Bible says. Ikaendelea kuwa baya zaidi. Amepoteza pesa yake yote kwa matibabu. Na neno la Bwana linasema ya kwamba akafika mahali akasema, akafanya kauli wakati alisikia juu ya Yesu Kristo, akakata kauli, akafanya uamuzi ambao haukuwa, nataka usikie hii, haukuwa na watu wao, haukuwa kwa wazazi wao, haukuwa kwa marafiki zake, hapana. Yeye alikata kauli peke yake, akasema ya kwamba if only I may touch the hem of his garment. Na ndiposa nasema hii ni kauli ya kibinafsi, because the Bible says alisema ya kwamba if I may. Hivyo ni kusema ameishukua ni yeye anafanya, sio watu wao, hapana, sio mchungaji wake, hapana, sio nini, sio ndugu zake, sio dada zake, hapana, sio wale ambao walikuwa wanamsaidia kwenda hospitali hapa na pale. Amefanya kauli akiwa peke yake, yeye mwenyewe. Na hii ndio ninataka kila mmoja, Roho wa Mungu akuje juu ya maisha yako, ufanye kauli kama mtu mzima peke yako, mtu ambaye ako na Mungu. Fanya kauli, kata maamuzi yako. Neno la Bwana linasema hivi, yeye mwenyewe pamoja na kuwa na mashauri hakuchukua, sikiza, hakupata ushauri ambao ungemfaa, lakini alisema if I may touch, only touch, mimi niguze, kama mimi tu itawezekana, niguze vazi ama pinde la vazi lake Yesu Kristo, hii ugonjwa ambao imenisukuma, imeniaibisha, ugonjwa ya kutokwa na damu, imeniaibisha for 12 good years. Hii itakoma leo, itafika mwisho leo. Na Biblia inasema ya kwamba yeye mwenyewe, she did not sought or seek an appointment with Jesus Christ. Hakutumana enda umwambie Petero, the chief apostle, ya kwamba ninataka kumuona Yesu, hapana. Yeye mwenyewe aliamua, nitasukumana na halaiki ya watu, nitasukumana na watu hawa wote, this great congregation ambayo inamfuata Yesu, nitasukumana nayo
mpaka nihakikishe mimi mwenyewe nitatumia ile the little energy ambayo nimebakisha kusukumana na hawa watu mpaka niguze pinde la vazi lake. Ni kufanya uamuzi. Biblia inasema mama amesukumana na watu, amesukumana na wazee akiwaweka kando, amesukumana na wamama, amesukumana mpaka mwisho wake amesukumana na maaposto ambao walikuwa wamemzigira Yesu kama mabodyguard. Amesukumana mpaka mwisho wake ameguza vazi la Yesu Kristo. Ile decision alikuwa ameifanya, ile kauli ambao alikuwa ameikata, decision ambao na uamuzi alikuwa ameufanya. Na Biblia inasema there learn there. I want you to get this instantly. There learn there. Biblia inasema kule kutokwa na damu kukakoma, kukasimama. Na Yesu mwenyewe, yeye mwenyewe akainua mkono kwa halaiki ya watu, akasema ya kwamba somebody has touched me. Kuna mtu ameniguza. Wengine hapo umekaa miaka na miaka. Sikiza hii kitu. Wengi wamekaa miaka na miaka na unagojea Yesu akuguze. Na uko na mikono. Si wewe uguze yeye. Si wewe uguze yeye. Huyu mama alisema sitaki kuenda niwekewe mkono. Sitaki kuenda niguzwe. Mimi mwenyewe niguze. Mimi ndio niko na shida. Mimi ndio niko na shida na nimefanya maamuzi. Amesukumana mpaka ameguza. Na Yesu akasimamisha mkutano akasema kuna mtu ameniguza. Hakuna mahala pengine kwa Bible nimeshawaisikia Yesu akisema ameguzwa. Yeye ndiye alikuwa anaguza watu. Lakini decision making ya huyu mama iliinua mpaka Yesu akainua mkono akasema kuna mtu ameniguza. Wanafunzi wakamwambia ya kwamba can't you see ya kwamba the congregation is pushing, imekuwa kubwa sana na inasukumana hapa na pale. Yesu akasema hapana, kuna mtu ameniguza na nguvu zimenitoka. Mama ndiye alikuja akainua mkono akasema ni mimi. I've been having an issue of breeding for the last 12 years. Lakini nimesema moyoni, nikiguza pide la vazi lako, pide, si hata nyama, si hata nyama, si hata salamu, si hata salamu. Watu wengine mmesalimiwa miaka na miaka na haujafaidika. Huyu aliamua sitaki salamu, nimefanya maamuzi, sitaki salamu, nimesalimiana sana. Kile ambacho sasa ninahitaji kuguza pinde la vazi la Yesu Kristo. Wakati aliguza, hiyo shida yake yote ikafika mwisho. Ikafika mwisho. Na Biblia inasema alikuwa ametumia pesa nyingi kwa magonjwa. Kumbe alihitaji kufanya maamuzi. My brother, my sister, kuna mambo mengi ambayo umesukumana nayo, imekushida. Unahitaji tu kufanya maamuzi. Umeketi kwa washauri, wamekushauri, wamekuigiza kwa shimo badala ya kukuinua. Nataka nikuambie, wamekufanyia mashauri, usiku wanakushekelea kwa sababu uko kwa shimo. Fanya maamuzi, my brother. Fanya maamuzi, my sister. Inuka katika jina la Yesu Kristo. Sema kama huyu mama. Lakini pia kuna wengine ambao walifanya maamuzi, walikuwa wagonjwa. Asa alikuwa mgonjwa. 2 Chronicles chapter 16. Huyu mtu alikuwa mgonjwa, lakini akafanya maamuzi. Biblia inasema alikuwa amefiba miguu yake yote. Miguu ikafiba mpaka ikawa inatoa maji. Yeye akafanya uamuzi. Biblia inasema katika ugonjwa wake hakumtafuta Mungu, na baada ya miaka 2 akakufa. Ule uamuzi utafanya ndio Mungu ataheshimu. Ukifanya uamuzi wa kukataa kuja kwa madhabahu upone, ndio Mungu yeye mwenyewe ataheshimu. Utakufa kwa ugonjwa wako. Ukifanya uamuzi wa kuguza pide la vazi la Yesu Kristo, utapona. Uamuzi wako, your decision. And let me tell you, wale wote mmenisikiza, Kenyans, believers, non-believers, everybody who is listening unto me, usitembee na decision ya mwenzako, tembea na kauli yako. Ni kauli gani umekata? Ni nini ambayo umesema? Maamuzi gani umeyafanya? Ndiposa Mungu ametusawazisha. Kwa nini? Kukutupatia 5 common sense. Hakuna alipewa 2 ama 3. Zote tumepewa 5 ili tufanye maamuzi. Roho ni mmoja, Mungu ni mmoja, Yesu ni mmoja, ili tufanye uamuzi. Fanya maamuzi yanayofaa. Utainuka, fanya maamuzi yanayofaa kwa ajili ya familia yako katika jina la Yesu Kristo. Nakatiza tu kidogo ili niombe Mungu awasaidie kujitolea sadaka zenu. Fanya uamuzi wa kujitolea sadaka zako, kulipa fungu lako la 10. Si watu wa kufanyia kauli, wewe fanya uamuzi. Kuna watu ambao wamesubuka miaka na miaka, and through giving today shida yako ifike mwisho katika jina la Yesu Kristo, because we are doing it by faith. We are doing it by faith, and the Bible says clearly anything that is done out of faith cannot please God. We are doing and giving our offerings, paying our 10%, giving our sacrifices at the beginning of this year by faith, ya kwamba itaguza Mungu. Hii sadaka yangu iguze Mungu, maisha yangu ibadilike.
Huu ni mwaka wangu wa kujenga. Huu ni mwaka wangu wa kununua hii gari. Huu ni mwaka wangu. Nasikia, huu ni mwaka wangu wa kuinua jamii yangu. Huu ni mwaka, sema, kata maamuzi. Huu ni mwaka wangu wa kuenda mabiashara outside our nation, ya kufanya kulima mashamba. Huu ni mwaka wangu wa kuingia university. Huu ni mwaka wangu wa kuendeleza masomo yangu. Wengine wangetaka kufanya PhD, wengine wangetaka kusoma kuendeleza masomo yao. Fanya kauli, kata kauli. Usishinde tu mahali pamoja ukisema ya kwamba ninafikiria watu wangenisaidia. Hakuna mtu atakusaidia. Wewe ndio utakata kauli. Wewe na Mungu ni jeshi. Wewe na Mungu ni jeshi. Mimi na Mungu ni jeshi. Naongea hivi watu wakijitolea sadaka zao. Mimi nimekuwa nabii wako, na ili nikazidi kukuhubiria hili neno ambalo alijetiwa maji. Neno ambalo ni sahihi, neno ambalo halina majadiliano. Inabidi ukasupport programu hii. Ujitolee pesa yako. Wengine simamia watoto wako kwa sadaka. Wengine simamia biashara yako. Wengine jisimamie wewe mwenyewe kwa fedha zako. Simamia maisha yako, kazi yako, jamii yako, katika jina la Yesu Kristo. M-Pesa namba ambayo tunayoitumia 0721 643538. It is written there, displayed there on your screen. Unaweza ukaitumia. Till number 55979. Nairudia tena, till number 55979. Mungu akubariki. Tunajifundisha juu ya nini? Making decision at the beginning of the year. Na hii ndio imefanya watu wengi wakwame. Hii ndio imefanya watu katika maisha wakwame. They are not able, multitude and multitude, in the valley of decision. They are not able to make sober decisions. They are not able to make godly decisions. Nataka usikie hii. Kuna watu wameandikwa kwa Bible walichukua decision ambao haikuwa na ungu, ambao hawakudesign kile Mungu anataka kwa maisha yao, wakaua familia zao zote. Kwenye kile kitabu, ninakufundisha neno kwa neno, kwenye kile kitabu cha Ruth, nataka usikie kitabu cha Ruth chapter 1 from verses 1. Kuna jamii mahali pale, Biblia inasema ya kwamba a certain family ambao ilitoka Bethlehem of Judah, and they went to sojourn or to dwell temporarily in the land of Moab. Kwa sababu mahali walikuwa wanaishi kumekuwa na famine, kumekuwa na kiangazi. Mzee mmoja mstari wa pili, Biblia inasema ya kwamba mzee wa ile jamii, because mahali pale tunapatiwa majina yao, tunaambiwa hii familia, the head of the family, the father, the man of the family. Mahali pale alikuwa anaitwa Elimelech, na spouse wake, mke wake alikuwa anaitwa Naomi. Watoto wake walikuwa na vijana wawili, mmoja aliitwa Maloni na mwingine aliitwa Kilioni. Neno la Bwana linasema simply because, I want you to get this, simply because there was a famine in Bethlehem of Judah, ambayo inamaanisha the house of bread. Sasa hakuna mkate. Huyu mzee akafanya decision, nitabeba watu hawa wangu wote, jamii mzima, akaipeleka in an ungodly nation ya Moab, taifa ambao Mungu alikuwa ameikataa. Wakasema wacha, maana tunasikia huko kuko na chakula, wacha niende na familia yangu. Akafanya maamuzi ambayo sijui iliongozwa na nini, kumana kumetokea shida kidogo. Yeye mwenyewe amefanyia familia mzima maamuzi, ameibeba, ameipeleka nchi ya Moabi. Na neno la Bwana linasema ya kwamba and they lived there, and after some time, huyu mzee aliyefanya maamuzi ndiye alikuwa wa kwanza kukufa. Elimelech, Biblia inasema akakufa. Alifanya maamuzi ambao haistahili. Alifanya maamuzi ambao was ungodly. Ametoa jamii in Bethlehem of Judah, mahali ambao Mungu alitembelea watu, mahali ambao ni pakubarikiwa, simply because there was a famine. And a famine does not last forever. Hata ukiona kuna kiangazi in your life, hiyo haitaenda hivyo miaka yako yote. Inakuanga ni season kidogo. Leo hii nimeletwa hapa na Bwana kukunenea, maana kuna watu waliofanya maamuzi, badala ya kuinuka, badala ya kupona, wakafa. Maamuzi yako very very important, hata kwa jamii mzima. Mzee, Biblia inasema Elimelech was the first one to die. Kwa sababu ya nini? Amefanya maamuzi ambayo haina ungu. Ametoa watu, familia mzima yake
kutoka Bethlehem of Judah, a place of blood. Ndivyo inavyomaanisha. Alafu ameipeleka wapi? Moab, mahali Mungu alikuwa amekataa watu. Yeye akafa. Na Biblia inasema, sikiza, vijana wake wakaoa. Mmoja akaoa msichana alikuwa anaitwa Moabi, wa kutoka Moabi. Akaoa msichana ambaye alikuwa anaitwa Orpa. Mwingine akaoa msichana ambaye alikuwa anaitwa Ruth. Watu wawili vijana wakaoa. Wakaendelea 10 good years pasipo kuzaa. Why? Hii yote inakuwa affected. Watoto wanakuwa affected. Jamii mzima inakuwa affected. Kwa sababu ya ungodly decision ambayo Elimelech, the head of the family, aliyoifanya. Watu wakawa affected. Wameendelea 10 years hawazai. Mwisho wake vijana wake wakafa. Malon akafa, Kirion akakufa. Mama ndiye amebakia sasa, Naomi. Kwa nini jamii mzima inakufa sasa? Jamii mzima inaondoka. Mama akabakia na watoto na wasichana pale. Wasichana pale wajane. Sasa familia imebaki na wajane watatu. Wajane watatu wamebakia pale. Na ni decision ya mzee. Mzee, nataka unisikize. Huu mwaka wa 2026, hapana fanyia maamuzi yako kwa baa ukiwa mlevi. Hapana fanyia maamuzi yako ukiwa umevuta bangi. Mimi nakufundisha kama nabii. Hapana fanya maamuzi ukiwa kichwa yako haiko sawa. Fanya maamuzi ambayo itafanya hii familia ifurahie. Wengine walifanya kibibilia, walifanya maamuzi. Elimelech alifanya maamuzi, akakufa, vijana wake wakakufa, akaacha wajane watatu. Vijana wake wameacha wasichana hata waje pata watoto. Hakuna begu iliachwa kwao. Alienda alishukua decision ya kuchukua jamii mzima akaipeleka Moab. Hakujua ya kwamba Moab is a nation ambayo huwa inaua seed carriers. Inaua wanaume. Seed carriers wote walikufa. Mama ndiye aliachwa na wajane watatu. Nani ninaongea juu yake? Ulifanya maamuzi. Sasa angalia familia yako. Nataka watu wajitolee sadaka kwa sababu ya familia zao. At the beginning of this year, your decision making will affect your family either positively or negatively. Inaweza ikapeleka jamii mzima kwa kaburi. Wewe mzee unaamua kuendesha gari na maamuzi yako hivi, ukiwa mlevi na umebeba familia ya watoto 7 hapa. Hiyo familia utaielekeza kwa kaburi. Fanya maamuzi, achana na hii kitu. Fanya maamuzi. Achana na hii roho. Na useme ndio imefanya utajirike. Hapana, utajiri sio kitu yote katika dunia. Utajiri ni pati kidogo sana ya maisha. Tuna maisha. We have life. Kuna maisha. Mimi nakuongelesha kama nabii, na kuongelesha kama mzee, na kuongelesha kama mhubiri, askofu, ili maisha yako yakabadilike. Ya maisha yako yakabadilike. Jamii mzima ilikufa kwa sababu ya uamuzi wa the head of the family. The head of the family, mzee Elimelech. Sasa mpaka mama akasema mimi narudi nchi yetu, mimi narudi Bethlehem of Judah. Hata mimi haikuwa decision yangu kukuja huku, mimi narudi. Akarudi huko. Msichana mmoja ndiye aliamua kufanya nini? Aliamua kumfuata Ruth, akamfuata. Akaenda wakafanikiwa katika ile nchi yao bado. Walienda wakafanikiwa katika nchi yao. Decision making. Nataka watu wajitolee sadaka zao. M-Pesa namba ile ambayo tunaitumia 0721 64 35 38. Na maana sio watu wengi wanasupport programu hii. Wewe Mungu amepatia shilingi yako moja. Nataka nikuombee. Mwaka huu ukawe mwaka wako. Kama umekuwa rejected miaka yote, tunaiondoa rejection in Jesus name. This year, the favor of God will be upon you. You will be accepted everywhere you go. Because the favor of God is upon your life. Naongea hivi watu wakijitolea sadaka yao. Ukijitolea sacrifice yako ya mwaka. Ukiweza kusupport programu hii. 0721 64 35 38. Wale wachache Mungu amepea katika taifa letu kusupport programu hii. Jitahidi sasa hivi. Jitolee. Till number ambayo tunayoitumia 559.79. Nairudia tena, till number ama buy goods and services 559.79. Mungu aweze kukubariki na kuombea
hii decision unafanya ya kulipa fungu la 10 ya kusupport programu hii, ninakuombea katika jina la Yesu Kristo, ibadilishe maisha yako ya finances, ibadilishe maisha yako ya kifedha, kazi ya mikono yako ifanikiwe. Mungu akaitazame sadaka yako kwa jisho lake ili ya kufanikishe katika jina la Yesu Kristo. Na ninakuombea katika jina la Yesu Kristo ya kwamba kuanzia leo hii, kuanzia saa hii ninaongea, the Lord will touch your mind, the Lord will touch your soul, so that you can make godly and sober decision. Nimekuonyesha mtu aliharibu jamii yake yote. Jamii yake yote ilikufa. Si nikuonyeshe mtu alifanya jamii yake kuinuka. Joshua chapter 24 verses 15. Joshua alifanya kauli, aliita watu wote, wana wa Israeli. Aliona wako na malingo. Aliona wana wa Israeli hawapendi Mungu, hawapendi kuingia makanisani, hawapendi kuingia kwa madhabahu. Akawaita wote, maana they were talking of going back to Misri. Akasema huko Misri there was abundance, kulikuwa na marenge, sijui kulikuwa na nini, kulikuwa na makaburi ya kuzikwa. Akawaita wote, akatafuta jiwe, akalisimamisha hapo. This is in the book of Joshua chapter 24 verses 15. Akasimamisha jiwe hapo akasimamisha jiwe, akawaambia ya kwamba muamue siku ya leo, fanyeni uamuzi siku ya leo, ni miungu gani mtatumikia, Mungu gani mtatumikia. Kama mtatumikia miungu ya Amori, fanyeni uamuzi leo. Kama mtatumikia miungu mliotumikia on the other side of the river Jordan, miungu ya kigeni huko Misri, amueni leo hii. Lakini Joshua akafanya personal decision, akafanyia mpaka familia yake, akasema as for me, mi ndio ninataka leo hii. Nataka watu watasema watu watasema ya kwamba if only I may touch. Joshua akasema nini? I and my family. Nyinyi fanyeni uamuzi. Jiwe hili linasimama kama witness, linasimama kama shahidi. Ili jiwe linasimama kama shahidi. Mimi na jamii yangu tutamtumikia Mungu. He made a personal decision. Akajumulisha familia yake, akasema nyinyi edeni mkatumikie Mungu wa Amori. Fanyeni kauli yenu. Wale wote mumenisikiza, fanya kauli yako. This year 2026, kumtumikia, utamtumikia nani? Ukitumikia Mungu, atabariki chakula yako, atabariki maji yako, atabariki mkate wako, ataondoa magonjwa kwako. Ukimtumikia Mungu, anasema jina lake kubwa, Jehova Rofa, atuponyaye magonjwa yetu yote. Ukitumikia Mungu, useme nimefanya uamuzi wa kumtumikia Mungu na kurudi kanisani. Wewe backslider, urudi katika nyumba ya Bwana, ufanye kauli, useme I and my family will serve the Lord. Useme hivyo. The Lord Almighty God, his name is Jehovah Shalom. Atakupatia amani roundabout in every area of your life. Mungu atakupatia amani. His name is Jehovah Shalom. Ukiamua ufanye maamuzi ya kumtumikia Mungu 2026, Jehovah will become in your life and in your family Jehovah Jireh. The Lord will provide to every need. Na Biblia inasema let every man remain a liar, but God hawezi akadanganya. Ataishi kuwa Mungu wa ukweli. Mungu wa ukweli atakuinua. Anasema I will lift you above every nation on earth. Anasema I will make you to be my jewel. Ndivyo neno la Bwana inavyosema. Watu ambao wamefanya maamuzi yao, fanya uamuzi wako leo hii katika jina la Yesu kumtumikia Mungu. Maybe you have failed in the years ambao imepita, lakini ningekuambia fanya kauli na uamuzi ya kwamba nikimtumikia Mungu nitainuka katika maisha. Nataka nikuombee sasa katika jina la Yesu Kristo, kwa neema na kwa uwezo wa Bwana ambao Mungu amenipa, kwa kipawa chake. Naamini Mungu atakuinua mama. Naamini hawa vijana wako ambao wamefungwa na pombe na madawa ya kulevya, Mungu yeye mwenyewe atavunja zile pingu na minyororo. Ana uwezo wa kubadilisha kila kitu. Uamuzi ni wako leo hii. God is waiting for your
sober godly decision. Ataponya wale wote ambao ni wagonjwa, wale wote ambao unaona hii ni kifo. Let me give you a very good scripture ambao usome. Kulikuwa na 4 lepers in the book of second Kings chapter 7. Neno la Bwana inasema ya kwamba katika nje ya lango la Samaria kulikuwa kumewekwa 4 lepers. Na unajua mtu akigojeka ukoma alikuwa an outcast. Walitupwa hapo. Lakini katika Samaria ndani kulikuwa na njaa na kiangazi. Because the whole city of Samaria was taken siege by the Assyrians. And the Bible says clearly, nataka usikize, ikawa hakuna chakula. Hapo ndio unasikiaga katika hiyo Second Kings chapter 6 and also chapter 7. Mahali hapo ndio unasikiaga Samaria mama wawili walikula mtoto kwa sababu ya njaa. Hapo ndio unasikiaga kichwa ya puda ilikuwa inauzwa pesa nyingi. Hapo ndio unasikiaga mafi ya jua, mafi ya ndege ilikuwa inatengenezea watoto uji kwa sababu ya kiangazi. Very severe. Nataka usikie hivi. Lakini pale nje ya Samaria kuna wenye ukoma wa aina walikuwa wametupwa hapo wakakufie huko nje. Wao ndio wali make decision. Manake wako katikati wamewekwa pale nje ya lango la Samaria, wakasema kule ndani hakuna chakula. Lakini pia hapa nje kuna kambi ya adui zetu, the Assyrians. Neno la Bwana inasema wakiwa waine wakaulizana maswali. For them to make sober decision. Wakasema sisi watu wetu wametutupa hapa. Tukiingia ndani kuna kiangazi, tutakufa. Hii ni kambi ya adui. Tukienda huko pia tutakufa. Lakini wakasema hatutakaa hapa, tukufie hapa. Afadhali tukufie katika ile kambi. Haturudi ndani huko, watu wametuleject. Watu wametuleject, we are not going back. Asema tunaingia kwa kambi ya adui. Tukapigane nao. Wakasema Mungu atatulehemu tukienda. Mungu atatujalia tukienda. Hawa ni watu ambao mikono imekatika, wako na vinonda, hawawezi hata wakatembea vizuri, wanachechemea. Na Biblia inasema hivi, because of their godly and sober decision, kufanya tu kauli hivi, wakati walishukua hatua wakashikana mikono hivi, wakitembea kuelekea kambi ya adui zao, Biblia inasema God exaggerated their steps. Adui wakasikia ni kama chariots na farasi wanakuja. Adui wote wakatoroka kwa kambi. Adui Assyrians wote jeshi mzima ikatoroka. Ikaacha gold, ikaacha silver, ikaacha pesa, ikaacha kila kitu, mavazi na chakula. Wao wakaenda wakakuta wakachukua zile gold zote walitaka, fedha zote walitaka, wakakula chakula pia, waka make decision, wakaulizana, sisi tumeshiba na tuko sawa hapa. Watu wetu wanakula watoto kule ndani, kule Samaria ndani. Twende tugogagoge gate, tuambie kuna chakula na kuna uga ya kutosha. Wewe unajiona ya kwamba you are socially outcast, you are rejected. Wewe ndio utasaidia watu, wewe ndio utasaidia familia yako, wewe ndio ukimake sober decision at the beginning of this year. Nataka nikwambie wale wengi ambao mnao nitazama, ikifika mwezi wa 6 you will have a testimony to give. I say you will have a testimony. Wengine not that you will have a testimony, you become a testimony yourself. You become a testimony. Watu watakuangalia, watasema kuna Mungu mbinguni. Wale mnao nisikia leo hii, hebu kwanza tujitolee sadaka zetu. M-Pesa ile ambayo tunaitumia 0721643538. Bora usiseme sadaka yako ni nyingi ama ni kidogo. Omba hii, Mungu amekupatia 2,000, 1,000, 500, shilingi 1, shilingi 10. Omba ya kwamba itakubalika mbele za Bwana. Bora useme sadaka yako ni nyingi ama ni kidogo. Omba ikubalike. M-Pesa number 0721643538. Nayo till number 55979. Nairudia tena, till number 55979. Mungu akaweze kuwabariki as you continue to give your offering. May your financial life change in the name of Jesus Christ. Kazi ya mikono yako ibadilike. Mungu akubariki. Neema ya Bwana ikawe juu yako na kuongelesha kama nabii. Ikifika mwezi wa 6, mambo yako wewe, you become a testimony. Wengine you'll have a testimony to give. Only 6 months. Na Mungu akakufanikishe. Watu wale wote ambao mko Laikipia County, ninakuja hapo Nanyuki Stadium. Nanyuki Stadium tarehe 6, tarehe 7 na tarehe 8 February. Mwezi wa 2, Mungu amenituma kwenu. Mungu amenituma wengine kuwekea mkono mpone, wengine muinuke kimaisha. Maeneo yote, wale watu wa Nyeri tuingie Nanyuki Stadium.
watu wa Meru, tuingie mahali pale Nanyuki Stadium. Hapo ndio tunakutana. Mungu amenituma hapo. Mungu amenituma kwako mama. Mungu amenituma kwa ajili yako mzee na familia yako. Februari tarehe 6, tarehe 7 na tarehe 8. Mungu akawafanikishe. Mungu akawaweke katika wema wake. Mkaone zile siku akibadilisha watu katika jina la Yesu Kristo. Nimesema wakoma walitupwa nje, lakini mwisho wake Mungu aliwainua. Kwa sababu ya nini? Decision making. Kata kauli, sema. Wao walisema ya kwamba tunainuka, tunaenda kwa kambi ya adui. Inuka sasa katika jina la Yesu. Najua umeletwa chini, inuka sasa. Mungu amenituma kama nabii kukuambia make a decision of rising. Hata scriptures zinasema ya kwamba arise and shine. Mtu yeyote atainuka sasa, lazima ushine mwaka huu. Lazima ushine mwaka huu. Make a decision. We are in the, at the beginning of the year. Pambazuko la mwaka. Making sober godly decision. I want to pray for you. Kazi ya mikono yako, sadaka zako, fedha zako, watoto wako, Baba katika jina la Yesu Kristo. Ninaombea mtazamaji kwa neema na kwa uwezo ambao umenipatia na mafuta ambao Bwana umenipaka. Naomba maisha haya kabadilike katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu ambao Mungu wa Israeli wako kwenye giza, hawajui wafanye kauli gani. Bwana ninaomba watokee siku hii ya leo katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu ambao Mungu wa Israeli wamefika katika crossroads, hawajui njia gani ambao watakaofuata. Wamefika katika njia panda. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo, help them to make sober decision in the mighty name of Jesus. Naomba Mungu wa Israeli, wale ambao shetani alitaka wafanye kauli ili jamii mzima ikufe, ninabadilisha mawazo, ninabadilisha mwelekeo katika jina la Yesu Kristo. Wengine Mungu wa Israeli Bwana wamewekwa mawazo mabaya, wamewekwa kauli mbaya kuhusiana na pesa zao. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo, Bwana ukaigirie kati ili wasiishe katika maisha haya, wasimalizike katika maisha haya katika jina la Yesu Kristo. Wengine wamefanya kauli katika makesi kotini. Ninaomba Mungu wa Israeli igiria kati katika jina la Yesu Kristo. Ninaombea watakatifu wote katika taifa letu la Kenya. Igiria Bwana watoto wetu, ingiria Mungu wa Israeli wake zetu, mabwana zetu, wazazi wetu, in the name of Jesus Christ. At the beginning of this year I declare in the mighty name of Jesus Christ ya kwamba Bwana ingiria maisha ya jamii, ingiria maisha ya watu katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba na kuamini. Mungu akawabariki. Nataka kuombea wale wote ambao ni wagonjwa. We serve a mighty God. He is our great physician according to the word of God. The Bible says in the book of Psalms 107 and verses 20, he sent his word and healed the sick. That is what the Bible says. Nasema kila mtu ambaye ni mgonjwa aombewe, wengine wapakwe mafuta. Kila siku ya Monday kuanzia saa 4 hapa kanisani CFF Kiambu Town, ninaombea watu healing and deliverance. Monday saa 4 mpaka saa 6. Lipa gharama ya kutoka kila mahali. Ingia katika ibada ya siku ya Monday healing and deliverance. Mungu akaweze kukubariki. Kuja na jamii yako yote. Neema ya Bwana ikawe juu yako unapojitayarisha. Meanwhile, I want to pray for sick people. May God heal you. Kuna kitu ambacho tunaita divine healing. Divine healing. Mungu akakuponye katika jina la Yesu Kristo. Wengine ugonjwa wao umeendelea sana, but we have a healer. His name is Jehovah Rapha. The Lord who healeth all our diseases. Baba katika jina la Yesu Kristo, magonjwa yote nitakayoyataja na yale sitayataja, ponya watu wako katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu wameinua imani yao ya kwamba Bwana utawaponya kansa ya kila aina, kansa ya matiti, kansa ya damu, kansa ya mifupa. Lord Almighty God, it is written that you are the Lord God of all flesh. Is there anything that is too hard for you? Naomba katika jina la Yesu Kristo, ule ugonjwa ukaondoke katika jina la Yesu Kristo. Na ukemea, I rebuke that spirit in the name of Jesus. Uondoke kwa mwili wako, manake mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Naombea wale wote ambao wamegojeka HIV and AIDS, that God is going to heal you in the mighty name of Jesus Christ. I declare divine healing upon your life
in the name of Jesus Christ. Ninaomba wale wote ambao wamesukumwa na kisukari, diabetes, wengine wamesukumwa na arthritis, naomba katika jina la Yesu Kristo Mungu akawaponye katika jina la Yesu Kristo. Wale wote ambao wanasubuka na kutokwa na damu, ninaomba katika jina la Yesu ya kwamba Mungu akawaponye katika jina la Yesu Kristo. Wale wote ambao they have suffered miscarriage for many years, naomba katika jina la Yesu Mungu sasa akakuwezeshe kubeba mtoto full term in the mighty name of Jesus Christ. Wale ambao ni wagonjwa, mlivujika mifupa yenu kwa sababu ya maajali, mfupa ushikane, nyama zikarudiane katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba kila mtu ambaye ni mgonjwa wa asma sasa iondoke kwa mapavu katika jina la Yesu Kristo. TB iondoke katika jina la Yesu Kristo. Acute pneumonia iondoke kwa mapavu katika jina la Yesu Kristo. Mungu akaponye ini lako in the name of Jesus Christ. Wale ambao wamegojeka moyo wao, naomba uponyaji in the name of Jesus, divine healing. I declare divine healing. Wale wamegojeka hypertension, high blood pressure, low blood pressure, naomba Mungu akawaponye katika jina la Yesu Kristo. Wale waliogonjeka stroke, ninaomba sasa nguvu zikaanze kurudi katika mkono wako, nguvu zikaanza kurudi katika spishi yako, nguvu zikaanza kurudi katika mguu wako katika jina la Yesu Kristo. May you experience divine healing in the name of Jesus Christ of Nazareth. Wale ambao macho yao yanakosa nguvu ya kuona, ninaomba katika jina la Yesu Kristo Mungu akarejeshe nguvu in the name of Jesus Christ. Masikio yako yakapate nguvu ya kusikia tena in the mighty name of Jesus Christ. Wale ambao umekuwa na attack ya kuumwa na kichwa, ifike mwisho sasa katika jina la Yesu Kristo. Maufimbe ya kila aina iyeyuke kama mishumaa katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba Mungu akawaponye, hiyo goita ikayeyuke katika jina la Yesu Kristo. Ninakemea magonjwa ya kila aina in the name of Jesus Christ. All sorts of sickness, all sorts of diseases and illness, infirmities, in the name of Jesus Christ, disappear now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Mungu amekuponya katika jina la Yesu Kristo. Amuka ujinyoshe. Hiyo roho ya kifafa ni pepo, tunaikataa kwa watoto wako katika jina la Yesu Kristo. Na wale wote ambao umekuwa na demonic visitation, unatembelewa usiku na mapepo inakunyonga, hiyo roho iondoke kwa nyumba yako, iondoke katika jina la Yesu Kristo. We cannot allow, and I am not going to allow wengine kuwa harassed na pepo na demons wakati wa usiku, wakati unapaswa kuwa umerest. Ndio pepo zinakuja kukuharas. Lazima ziondoke kwa watoto wako, lazima ziondoke kwa nyumba yako katika jina la Yesu Kristo. Mungu akakuzidishia miaka in the name of Jesus Christ. Ukaone watoto wa watoto wako. Neema ya Bwana ikawe juu yako in the mighty name of Jesus. Amen. May God bless you. Neema ya Bwana ikawe juu yako katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka ya kwamba mimi niko hapa Kiambu Town. Kiambu Town, kanisa la CFF Kiambu Town. Huwa ninaombea watu every Monday, hata Monday ya kesho kuanzia saa 4 mpaka saa 6. Jamii mzima. Mimi nimetumwa na Mungu kubariki familia, kuombea laana za familia ziondoke, magonjwa, watu wakafaulu, ukafurahia. This life is not a punishment. This life is not a punishment. Intention ya Mungu sio wewe kusumbuka katika maisha. Neno la Bwana inasema in the book of John chapter 10 and verses 10b that Jesus Christ came that we may have life and have it abundantly. I declare abundant and sufficiency in this life in the mighty name of Jesus Christ. Baba, katika jina la Yesu Kristo, naombea watu wako wanapojitolea sadaka zao, wanapolipa fungu lao la 10, wanapojitolea sacrifices zao za mwaka, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ninatabiri miezi 6 inayokuja maisha ya watu hawa ibadilike, kazi ya mikono yao, wakulima, career people, ninaomba ukawafanikishe. Mwenye biashara ukawafanikishe. Wale wanatumia vipawa zao ukawainue katika jina la Yesu Kristo. Bwana, bariki watoto wetu wamerudi mashuleni. Naomba neema na kibali juu ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Bariki sadaka za watu hawa katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. M-Pesa namba ambayo tunayoitumia ni 0721643538. M-Pesa namba ambayo tunayoitumia 0721643538. Till number 55979. Till number ni 55979. Mungu akubariki kwa sababu ya support yako. Nitazidi kuhubiri hii injili kwa support ambayo umenipa. Mungu akakubariki. Omba
sadaka yako ikubalike mbele za Bwana. Mungu akaweze kukubariki mara tena. Kwa majina yangu ni Bishop Michael Wanderi kutoka kanisa la Christian Foundation Fellowship hapa mjini Kiambu, ama kanisa la CFF Kiambu Town, nikisema ya kwamba Mungu akavike mwaka wako taji ya wema. Mungu akaweke unono katika njia zako. Neema ya Bwana ikakuvike wewe pamoja na familia yako. Neema ya Bwana ikakuongoza. I pray for divine security and safety the whole of this year 2026. It is the year of distinction and the year of overtaking. The year of distinction and overtaking. May you overtake in the mighty name of Jesus in every area of your life. Shalom, shalom. Neno la neema tunapona twainuliwa, kwa neno